yale tutapata mwaka huu yanazidi kwa mahali pakubwa yale tulipata mwaka uliopita. Vile deputy wangu amesema, mambo ya kilimo, mambo ya kahawa, mambo ya chai, mambo ya kuzalisha mimea zingine zote, tumeweka kipaumbele. Tumefanya mkutano iliongozwa na deputy president ya kahawa, tumefanya ya chai. Nimekuwa kule Western na watu wa sukari, na tumekubaliana ya kwamba hizi biashara zote tunataka mkulima ndio wa kufaidika, sio brokers, sio cartels, sio wakora, ni mkulima ndiye atafaidika. Na wale wote ambao kwa muda mrefu pale kwa chai, kwa kahawa, kwa sukari, kwa maziwa wametumia jasho ya wananchi siku yote ama siku nyingi, tumewapatia ilani. Na nyinyi mmesikia tumewaambia mambo yao ni mangapi? So, na ni kwa sababu tunataka kujenga msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba tunafukuza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na kilimo itatupatia nafasi kubwa ya kufanya hiyo kazi. Vile vile tumekubaliana kuzalisha ajira ya hawa vijana wetu. Ndio sababu tumepeleka bunge na bunge imepitisha ile housing levy ambayo sasa tutatumia kila mwaka kujenga nyumba 1,200 na kuzalisha ajira ya vijana 1,000,000 Kenya kila mwaka, ili vijana wetu wasiendelee kuhangaika. Vijana wetu wapate nafasi ya ajira, wajisimamie, wasimamie familia zao, na pia tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Hiyo ndio kazi ambayo tunataka tushirikiane, tufanye hiyo kazi pamoja. Mlitueleza mambo ya muundo msingi, barabara. Leo nimeanzisha barabara kilomita 62 ya kujengwa ya lami hapa Nyeri. Nilikuja juzi. Katika budget yetu tumeweka bilioni 265 ya kukamilisha zile barabara tulianzisha. Tuhakikishe ya kwamba kila sehemu ya Kenya tunashughulikia mambo ya barabara na mambo ya maendeleo kwa ujumla. Mumeniuliza mambo ya maji. Ni kweli hapa Kieni, hapa Nyeri, hasa Kieni, tuko na deni yenu ya maji. Hapo ni kweli. Mnajua tulikuwa tumepanga pale 2018, wakati nilikuja hapa kuanzisha barabara, niliwaambia tumeweka mpango ya dam ya Karemenu na dam ya Narumoro. Sasa tumeongeza dam ingine ya Muhoya kule Tetu, na tumepanga dam zingine ambazo nimemwambia waziri wetu Alice Wahome yuko hapa. Na ako na anajua maneno nilishamwambia bila atapanga. So hizo dams 3 za hapa Nyeri, Narumoro, Karemenu pamoja na Muhoya, tayari tumetangaza kandarasi ya kuanza vile tutajenga hizo dams. Kwa sababu tunataka kutimiza ahadi yetu. Kwanza hizo 2 ya hapa Kieni zilikuwa katika mpango yetu ya 2017. Lakini mnajua hapo katikati tulipata matatizo. Kwa sababu wakati ule mtu alikuja, akakuja na fujo, akakuja na BBI, akakuja na rege, ile mpango yetu yote ikapotea. Ndio sababu mnaona hata saa hizi tumesema ya kwamba mambo ya handshake, hakuna handshake tena kwa hii dunia. Maneno ya salamu, hapana. Maneno ya nusu mkate, hapana. Kwa sababu hatutaki kisirani na hatutaki hasara. Tulipata hasara kubwa sana kwa hiyo handshake na hiyo maneno ya nusu mkate. Si ni kweli jameni?
So tunataka watu wa upinzani waendelee na kazi ya upinzani. Na mimi hata nimewaambia wale watu wa upinzani, sisi hatuna shida na mambo watu ya upinzani, kwa sababu upinzani iko katika katiba ya Kenya na wanafanya majukumu ya ambayo ni ya kikatiba, kusahihisha maneno serikali imefanya, kutangaza mambo kama kuna makosa mahali fulani, kama kuna kona fulani iko na maneno, na mimi nimewasaidia. Hata mawaziri hawa nimesema waende bunge, wasio wanatafuta mawaziri mahali ingine, nimewapelekea mpaka bunge, ulizeni hawa maswali. Siku hizi kule bunge waziri anaenda anaulizwa maswali na wabunge wa upinzani na wabunge wetu. Hata nimewaambia kama wanataka tutengeneze ofisi ya kiongozi wa upinzani pale, tuweke hapo loudspeaker kubwa, ili akiamuka anatangaza serikali imefanya makosa fulani, serikali haijafanya makosa fulani, serikali imekosea mahali fulani, akule lunch, aamuke tena saa 8 aseme serikali. Hatuna shida, we have no problem. Ama namna gani jameni? Si ndio? Ile kitu tumekataa ni vita na fujo na maandamano ya kuharibu mali na maandamano ya kuharibu biashara na ile ya kuchoma lami. Hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Si tunakubaliana jameni? Lakini hii ingine ya kelele, hii kelele ni sawa tu. Si ndio? Mtu anaongea au sijui nini, hiyo ni sawa. Mtu aongee, there is no problem. Ila hatutaki ni fujo. Na hii makelele tumezoea. Si ndio? Hii kwa hii siasa hata kelele hakuna shida, ni kama tu kanisa. Mahubiri inaendelea, pambio inaendelea, lakini dunia inasonga mbele. So there is no problem. Hakuna shida hapo. Ile hatutaki ni fujo. So nafikiri tumekubaliana hivyo. Tunataka tuendelee katika Kenya ambayo Wakenya wote wameunganika. Na ndio sababu hiyo leo tulikuwa pale tumefungua ofisi ya chama pale Nyeri. Kwa sababu tunataka sasa nyinyi kama wanachama mchague viongozi wa chama kutoka mashinani. Wale ambao watatusaidia kusupervise manifesto ya chama ili serikali ifanye vile tulikubaliana na wananchi wa Kenya, wale waliotuchagua. So mnajua mlituchagua kwa manifesto ya UDA. Hapo sasa ndio tunataka officials kutoka mashinani, wale watakuwa wanasoma manifesto ya chama na kusema mbona hii haijafanyika. Wanauliza mtu hapo kwa chini, mbona hii haijafanyika? Ndio tuweze kupeleka Kenya mbele. Kwa sababu nia yetu ni kuondoa siasa ya Kenya kutoka mambo ya ukabila na mambo ya dini na mambo ya sehemu. Tuweke siasa ya Kenya mahali ya chama, mahali ya sera, mahali ya mpango, mahali ya manifesto ambayo itatupeleka taifa letu la Kenya lote mbele na kuwaunganisha Wakenya wote. So mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyeri. Mimi pia nataka niwahakikishia kwamba nimepitia pale Naromoru, na mimi naona Naromoru inaongezeka kuwa city. Nimemwambia Alice apange mambo ya maji na sewage ya pale Naromoru town. Na vile vile pale Chaka pia imeanza kuwa town kubwa. Tuko na mpango ya sewer line pamoja na maji ya pale Chaka mpaka Kabiroine. Pia tutapanga hiyo kona. Ndio tuhakikisha kwamba wakati tunapanga Kenya, Kieni haijabaki nyuma. Tunasonga tukiwa pamoja. So na mambo mengine sitaki kusema sana. Mmesikia Rigiji amesema niko na wageni, na tulichelewa kidogo asubuhi kwa sababu hatukuweza kuruka mapema. Tulikuwa na shida ya mambo ya weather ambayo ilitusumbua kidogo. Lakini mimi nimefurahi sana kufika hapa. Najua tuko katika shule mahali huyu mungwana alisomea. Si ndio? Huyu Alex.
So tuko na primary school hapa ya Irigidadi, tuko na secondary school ya Irigidadi, tuko na St. Monica Munyaka ngambo hiyo. So kwa heshima yetu sisi wote na hasa ya Alex, hii shule ya Irigidadi ya primary school tutawapatia shilingi milioni 5 mu-expand. Hiyo Irigidadi secondary school tutawapatia milioni 10 ya ku-expand. Na pia St. Monica tutawapatia milioni ingine 10 ya ku-expand hiyo shule yenu. Na ni kwa sababu tunataka Wakenya wengine wengi kama huyu Alex ambao watakuja kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele tukiwa sote pamoja. So ndugu zangu watu wa Kieni, ndugu zangu watu wa Irigidadi, ndugu zangu watu wa Nyeri, tunawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwahakikishie sisi ni team moja na ni team ya kupeleka Kenya mbele. Na hatutawaangusha. Tutafanya bidii kabisa. Tunaelewana jameni? Hapa tuko na mawaziri. Wacha niwaonyeshe mawaziri. Tuko na waziri Davis Chirchir ambaye wanafanya kazi na Alex. Wapige makofi. Niko na waziri Alice Wahome, waziri wetu wa maji. Niko na waziri wa East Africa na mambo yetu ingine yote anaitwa Rebecca Miano. Pigeni makofi. Alafu niko na mwandishi wangu wa cabinet mwenye anachukua minutes ya ile Kenya inasonga mbele. Asante sana mama. Na niko na mjumbe wetu wa hapa jameni anaitwa Wainaina Chieni. Pigeni makofi. Asante sana. Na niko na senator wetu wa Matinga. Asante sana. Sio Tinga. Unajua ikisemekana Tinga ningena kwa mwingine. Huyu ni wa Matinga. Haya, na tuko na mama wetu wa county, Mama Rehab Mokami Mashinani. Niko na mbunge wetu wa Nyeri Town, Bwana Madhenge. Pigeni makofi. Niko na wa Mombi, mbunge wetu wa kutoka pale Karatina. Ama ni wapi huko? Ama ni Madira? Madira na Karatina iko tofauti? Nika hapo kwa hapo. Na niko na mbunge wetu wa Tetu, Bwana wa Wandeto. Pigeni makofi. Tuko na huyo mungwana anaitwa Mount Kenya. Yeye ndio mbunge wa Odhaya. Na tuko na Kagushia, mbunge wetu wa Muguruweni. Na tuko na Ndindi Nyoro, mbunge wetu wa kutoka Kiharu. Na niko na ule anaitwa Nyakundi, yeye ndio treasurer wa UDA kutoka Kisii. Niko na baba yao Waitito, ako hapo. Si mbunge wa mahali popote lakini mtu general ya dunia hii na ni mtu wa bidii. Haya, niko na senator wetu wa Moranga. Huyu anaitwa Joe Nyotu. Niko na mbunge wetu wa Kiambu. Asante sana Mheshimiwa Mashua. Pigeni makofi. Niko na mbunge wetu wa Roysambu pale Nairobi. Anaitwa Bwana Kamande. Pigeni makofi. Niko na huyu mbunge wa kutoka Mbere North. Mpigeni makofi. Mtu mrefu. Anaitwa Bwana Roko. Niko na mama wetu wa county wa Moranga. Anaitwa Mama Betty Esawa. Pigeni makofi. Niko na ule anaitwa Ken Aramat, ni mbunge wetu wa Narok East. Niko na huyo anaitwa George Sunguya, ni mbunge wetu wa Narok West. Niko na huyo anaitwa Ngogoyo,
ni mbunge wa pale Ngong hapo, naitwa Kajiado North. Niko na mama wetu wa county jameni wa kutoka kule Nyandarua, anaitwa Faith Getao. Niko na mama wetu wa county ya Kiambu, anaitwa mama Ann wa Muratha. Niko na Lindikiri Muruidhania. Unajua Muruidhania hiyo? Huyo ni mbunge wetu wa kutoka hapa Meru, mahali inaitwa Bori. Niko na kamsichana kadogo. Kanaitwa Kasheri Gaito. Mbunge wetu wa kina mama na ni wakili. Na kama unataka simu yake uniulize. Ninaona kuna vijana hapo wako na maneno, lakini lazima niwafanyie vetting kwanza. Asante sana Kasheri. Niko na wakili Mureu, mbunge wetu wa Gatanga. Pigeni makofi. Na niko na Jane Kihara, mbunge wetu wa Naivasha. Alafu niko na Kanini. Anaitwa Kanini Kega. Lakini huyu alitusumbua sana, mpaka tukabadilisha jina tukamuita Kanini Koru. Lakini sasa tumebadilisha, anaitwa James Mathenge. Asante sana. Niko na mama wetu hapo, chairperson, ndio chairman wa chama ya UDA Kenya mzima. Sisi ndio watu yake. Anaitwa Cecily Mbarire. Huyu mama pia ndio gavana wetu wa Embu. Pigeni makofi chairperson. Wale watu wote mtatafuta certificate, mpige makofi zaidi kwa huyo mama. Sawa sawa. Alafu tuko na secretary general wetu wa chama. Sio yuko wapi huyo kijana? Tuko na kijana anaitwa Cleophas Malala, alikuwa na sisi kule Nyeri, nafikiri pengine hakuja, lakini ako pamoja na sisi. Hiyo ndio team yangu na ndio team yetu na ndio serikali ya taifa letu la Kenya, na tunawashukuru sana watu wa Nyeri kwa kutupokea, watu wa Kieni kwa kutupokea. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mwathani amurathime. Thank you very much. Tumpongeze rais. Rais, ni kuombe kabla uketi jambo moja tu. Kulikuwa